Karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya Wauzaji. Leo tutajifunza jinsi ya kubadilisha password yako ya Facebook. Mimi huwa nafundisha taratibu pole pole ili na wewe uweze kwa moja kwa moja kuwaelekeza na wengine pia. Moja kwa moja, cha kwanza kabisa jitahidi cha kwanza update Facebook yako, kwa sababu cha kwanza unaingia kwenye Play Store. Hii hapa Play Store. Baada hapo unabonyeza hii button ya kusearch hapa chini. Hii hapa. Baada ya kubonyeza button ya kusearch, moja kwa moja unakuja hapa juu, unabonyeza neno hiki kitufe cha kutafuta. Nabonyeza hapa, itatokea namna hiyo. Kama unatumia Facebook Lite, basi itabidi download Facebook Lite, lakini mimi natumia Facebook ya kawaida. Kwa nita search hapa Facebook. Unaona, baada hapo nitabonyeza kidogo cha kutafuta hiki hapa. Baada ya kubonyeza kidogo cha kutafuta, moja kwa moja nitagusa hii icon hapa. Itakuwa imefunguka namna hiyo. Baada ya hapo utaangalia kuna option mbili. Usibonyeze hii option ya huku ya uninstall. Ukibonyeza hii ya kushoto utakuwa umeifuta hii Facebook. We angalia upande huku, kama papo open kama mimi unapaacha. Kama pameandikwa neno update, jitahidi ulibonyeze neno update ili uweze kulisahisha ili toleo liwe katika latest version, liwe katika toleo la juu. Hii katika toleo la juu kabisa. Kwa hiyo moja kwa moja ukiangalia hapa mimi ipo imeandikwa open, kwa tayari ipo updated. Kwa hiyo nitarudi nyuma, nitarudi paka mwanzo kabisa. Baada ya hapo nitaenda kuingia kwenye Facebook yangu. Nitatafuta Facebook. Hii hapa Facebook yangu. Maana mimi situmii Facebook Lite, natumia Facebook kubwa. Basi nitaingia kwenye Facebook. Itafunga kama hivyo. Sasa kwenye Facebook hapa juu kuna option. Kuna sehemu ya videos. Hapa ni sehemu ya magroup. Inayofuatia ni sehemu ya profile. Inayofuatia ni sehemu ya notification. Inayofuatia ni sehemu ya account. Sasa moja kwa moja mimi nitaingia hapa kwenye sehemu ya account. Hii nitarudia baadaye taratibu ili uweze kuelewa, kwa hiyo wala usijali. Nitagusa hiki kipicha hapa. Baada ya kugusa hiki kipicha, moja kwa moja nitashuka chini taratibu paka hapo. Umeona kuna sehemu imeandikwa help and support. Hii hapa. Inayofuatia hapa imeandikwa setting and privacy. Inayofuatia ni professional access. Sasa moja kwa moja hapa mimi nitagusa kwenye ili neno setting and privacy. Ili hapa taligusa. Unaweza kugusa kwa hapo popote pale, lakini unagusa, mimi nagusa hapa. Patafunguka namna hiyo. Pakifunguka utaona zimekuja option hapa. Option ya kwanza ni setting, ya pili ni privacy center, ya tatu ni time management, inayofuatia ni device request, inayofuatia ni recent add activity, inayofuatia ni umeona other orders and payment, inayofuatia ni link history, inayofuatia ni dark mode, inayofuatia ni language. Sasa moja kwa moja hapa utaingia kwenye setting. Sasa unaiona hii hapa setting. Kwa mimi nitagusa hapa kwenye setting. Baada ya kuingia kwenye setting, utakutana hapa kuna mafungu. Kuna ile fungu kubwa la mwanzo, umeona, na kuna mafungu mengine huku chini yanafuatia. Na unaona ni mengi sana. Kuna option nyingi, zote nishazielezea kwenye matoleo yanayopita, lakini kama unataka nikuelezee kwa haraka, fungu la kwanza hili ni la privacy. Hili linalofuatia, maana la kwanza ni hili hapa juu. Hili linalofuatia la kwanza tools and resource. Hapa unakutana na mambo ya kiusalama, family center na audience setting, hayo nishaelezea. Fungu linalofuatia hapa ni mambo ya reaction, notification. Kama unataka tools tab zako zipo uziweke pale, umeona. Ukitaka uzi customize profile, sijui zile zinaonekana pale mwanzo, ni hapa. Baada ufuatia ni mambo ya media.
Panafuatia ni mambo ya management. Hapa ni browser, hapa ni dark mode. Kama unataka Facebook yako iwe nyeusi utaweka on, kama unataka iwe hivi utaweka off kama mimi. Umeona hapa ni mambo profile details, professional mode, yes, paka reels, vitu vinafanana na hivi. Hapa ni sehemu ya malipo. Umeona hiyo ni kwa haraka zaidi. Hapa ni mambo ya WhatsApp. Umeona kama unataka, maana WhatsApp na Facebook inamilikiwa na mtu mmoja. Sasa moja kwa moja mimi nitaingia kwenye hili fungu la kwanza hapo, unagusa tu popote. Mimi nitagusa hata hapa kwa pembeni, litafunguka namna hiyo. Sasa hapa utakutana na option nyingi, maana hapa umeingia kwenye sehemu inaitwa account center. Kwa hiyo vitu vyote vinavyohusiana na account yako vyote vipo hapa. Vyote na hivi vyote nishavielezea. Mfano, hii sehemu ya kwanza ni profile yako. Ukiingia huko ndani unaweza kubadilisha picha yako, username yako. Mfano tukigusa hapa, alafu tukaja tukagusa hapa, umeona tunakutana na sehemu ya kubadilisha jina lako, sehemu ya kubadilisha username yako, sehemu ya kubadilisha profile picha na sehemu ya kubadilisha avatar. Sasa sisi hatupo huko leo, tunarudi nyuma, tuliko kwenye fungu la kwanza. Ili fungu la pili ni kama unataka kuunganisha akaunti nyingine, mfano unatumia Facebook zaidi ya moja, ndio kwenye hili fungu. Ukigusa hapo kwenye view all utakuta kuna option zake hapa. Umeona? Kama unataka uiunganishe Facebook yako na Instagram, maana kuna wengine wanatumia Facebook na Instagram, pia unabonyeza hapo. Sasa moja kwa moja sisi hapo hatuhusiani napo. Tunarudi nyuma. Tushapaelezea kwenye video nyingi zilizopita. Ukiangalia hapa chini kuna option fungu hili. Umeona ukigusa ile fungu la mwisho hapa, ila chini yake utaona hapa kuna sehemu zimeandikwa, ya kwanza imeandikwa password and security, ya pili personal details, ya tatu information yako, taarifa zako. Umeona inafuatia ni mambo yako ya matangazo, labda ad and preferences. Umeona preferences hapa, mambo yako ya matangazo. Hapa kuna Meta Pay kwa ajili ya malipo, hapa subscription zako zote ambazo umejiunga kwa huku. Sasa moja kwa moja mimi nitaingia kwenye group hili hapa. Sehemu ya kwanza kabisa imeandikwa password and security, maana ninachotaka ni kubadilisha password. Nitaingia kwenye password and security. Sasa hapa kuna option hapo. Option ya kwanza imeandikwa change password. Inafuata two factor change password, unabadilisha password. Two factor authentication, mfano ukiwa unataka ukilogin kwenye account yako ya Facebook, basi moja kwa moja watukutumia kwanza namba au utumie password yako ambayo utakuwa umeiweka ili uweze kujiunga. Hii inaepusha mtu asiweze kukuhack account yako ya Facebook. Hii inafuatia ni passkey. Passkey yenyewe ni namba ambazo unaziset labda 3, ukiingia hata kama umeingia Facebook lakini bado itakuhitaji uweke hiyo passkey ili uweze moja kwa moja kuitumia Facebook yako. Hapa ni mambo ya advanced protection. Hiyo haina shida, maana advanced protection hapa kama unataka kuweka password, yani kuweka usalama uwe mkubwa zaidi, mtu asiweze kuingia kizembe, ndio hapo maana mimi umeona hapa ipo on. Hapo narudi nyuma. Hapa ili fungu hili nakwambia, sehemu ya kwanza nakwambia where you are login, sehemu gani ambapo ulivyoingia kwenye Facebook, umeingia kupitia kifaa gani. Itakuonesha mimi natumia Samsung Galaxy A56. Hiyo hapo umeona ni kwa ajili ya usalama. Hapa ni login alert. Ukigusa hapa unaweza ukachagua ni jinsi gani mtu akijiunga na Facebook akutumie email. Umeona mimi nimeseti hapa initumie app notification itokee pamoja na email pia iweze kunitumia hapo. Umeona ukiangalia hivi mimi nimeseti always on notification ije na email pia anatumia. Kuna mtu kaingia kwenye Facebook yako, ili kama simjui niweze kumwahi kabla hajadukua taarifa zangu. Ukiangalia hapa recent emails, hapa nakutumia email, hapa unaonyesha emails ambazo mwanzo kabisa wamekutumia za aina yoyote ile. Umeona hapa umeniambia hatuja kutumia message yoyote. Umeona kutumia message yote ndani ya wiki 2, yani kweli wiki 2 hajanitumia message yoyote. Hapa inafuatia ni security checkup. Umeona hapa nakuonyesha taarifa zako, contact info zako.
mara mwisho kureview ni lini, password yako mara mwisho kuchange ni lini, mara mwisho kuingia kwenye Facebook yako ni lini. Umeona hizi sehemu tatu. Haya, turudi nyuma kwenye kuchange password, moja kwa moja unabonyeza hapo kwenye change password. Umeona, unabonyeza change password. Baada ya hapo, kama una akaunti zaidi ya moja itakuta nyingine chini na nyingine chini, lakini mimi na akaunti moja tu hii hapa, kwa nitaibonyeza hii akaunti moja. Baada ya kuibonyeza hiyo akaunti moja, unakutana hapa na option. Sasa wanakuambia cha kwanza, kwenye kubadilisha password yako inahitajika ziwe zaidi ya 6, yani ziwe namba kwa kuhesabika ziwe 6. Mfano 1 2 3 4 5 6. Huu ni mfano, lakini wanachotaka password yako lazima iwe na muunganiko wa vitu vifuatavyo. Lazima iwe na muunganiko wa namba, barua, namba, herufi na special character. Special character ni kama asilimia, ile at au alama ya $sign yoyote iwepo. Inakwambia kabisa hapa chini yake hapa, inakwambia current password, yani password yangu sasa hivi nili-update tarehe 19 mwezi wa pili mwaka 2022. Kwa sababu unaiamini ni ngumu, hakuna anaweza kuingia. Ndio maana inaniambia hivyo. Umeona? Angalia hapa. Hapa chini unaandika password yako mpya. Sasa wewe mfano labda password mpya unataka iitwe labda tuchukulie jina labda unataka meza. Hapa tuweke kuangalia. Sasa mfano password yako ikiwa meza, inakwambia hii sio secure, kwanza haijakamilika, haina namba 6, haina jumla 6 sipo 4, meza. Umeona? Sasa ili ikae sawa, mfano meza, kwa hata kama zikiwa, umeona, hata kama zikiwa meza ukaweka tena meza, umeona? Jumla ni ngapi? Ni 8. 1 2 3 4 5 6 7 8, lakini bado haiwezi kukubali kwa sababu bado ipo haijakamilika, inatakiwa namba ziwepo. Yaani katika zikikamilika 6, ndani yake kuwe kuna namba na kuwe na special character. Pia iwe na special character. Kwa moja kwa moja hapa kikubwa ambacho inabidi tunafanya hapa na kuonesha sasa, mfano kuweka password, labda mfano tumeka tu meza au tumeka labda meza. Alafu kwenye meza sizipo tayari 4, unaweka labda meza 10 mfano. Hapa itakwambia password safi. Japo wanataka hapa sasa ni vizuri ukaongezea, na sio lazima maana tayari zimekamilika 10, lakini ni vizuri mfano ukaongezea na special character. Special character ni hizi za chini. Mfano hapa tulikopo kwenye kuandika, ukibonyeza hapa namba hizi hapa, hizi ndio special character. Mfano hii hapa ni special character, au at hii hapa, au alama ya reli, au hii hapa, au asilimia, au sawa. Kwa sababu ukiweka tu hiki alama kimoja, mtu kuotea ni ngumu mno. Kwa unaweza kuweka 10%, yani meza 10%, au kama unataka meza 10 sawa, au meza 10 alafu na alama ya labda chukulia mfano alama ya hii hapa. Umeona? Au alama ya jumlisha. Itakusaidia. Hapa inayofuatia utairudia hii password ya juu, utairudia hapa. Umeona hii sehemu ya pili. Mfano ukiwa tofauti, umeona? Kwa mfano kama hapa ukaja ukaandika labda kiti alafu 10%, itakuonesha new password does not match, haijamech kabisa. Umeona? Kwa hiyo inachobidi hapo uandike password kama hii hapa juu. Mfano sasa mimi nitaifuta hii, nitaandika meza 10 alafu jumlisha. Umeona? Kwa hiyo ukiandika meza 10 jumlisha itakuwa imefanana na hii. Baada hapo hapa chini utabonyeza
hapa atakuuliza unataka ku log out of other devices, kwa utachagua log out. Umeona, log out au uslog out. Baada ya hapo, kama utakuwa ushamaliza kila kitu, kama utaona bado password ndogo, unaweza kuweka mfano, unaweza kuweka 100% na hapa 100%. Umeona, ukishamaliza hapo, basi moja kwa moja utabonyeza hili neno change password. Lakini kabla ya yote inabidi kwanza hapa uandike password yako ya mwanzo. Hii sehemu ya mwanzo kabisa hapo unaandika password yako ambayo ilikuwa mwanzo, ambayo wewe ndio unaitumia sasa hivi. Kama umesahau utabonyeza hii forgotten your password ili uirudishe kwanza, ndio uweze kubadilisha uweke password mpya. Baada ya hapo utabonyeza hili neno change password. Ukibonyeza neno change password, maana ukishika password yako sasa hivi, mimi siwezi nikaweka, maana utaiona itatokea change password. Basi nikichange password hapa, hiki kidude kitaonekana na utaweza kukibonyeza cha change password. Ukibonyeza change password, basi utakuwa moja kwa moja umebadilisha password yako ya Facebook. Na hiyo ndio njia ya kubadilisha password yako ya Facebook kwa haraka. Karibu sana, usiache kusubscribe. Video kama hizi na nyingine nyingi tayari zipo. Karibu sana.